Kaka. Mdogo wangu. Shikamoo. Marahaba. Naona kwanza samahani sana kama nitakuwa nimekupotezea muda. Umeona? Hamna shida. Wewe ongea. Jisikie uko nyumbani. Asante sana. Kwanza najisikia raha kuwa na kaka kama wewe. Bwana, kuna vitu ambavyo nimekaa sehemu. Umeona kaka? Kama mdogo wako mwenye akili. Nikasema hapana. Kama unavyojua kule kijijini kwetu tuna mfumo mmoja kwamba huwezi kukaa kwa ndugu yako miaka mingi au vile una akili. Umeona? Nimewaza sasa kuna kitu ambacho kimeingia kichwani nikasema hapa. Lazima nikushirikishe. Mimi kaka nataka nichukue jibu. Yaani nikimaanisha kwamba nataka nijitegemee kabisa maisha yangu. Sasa hilo halina shida kabisa. Kama umeamua kukua. Hivyo ndio vitu ambavyo tunavitaka. Hata familia yetu inataka watu wanaokuwa. Ila sasa mdogo wangu, unajua katika familia yetu sisi ni watu ambao tunajiheshimu. Sidhani kama unanielewa. Sasa naona hilo ni jambo zuri na huwezi tulifanye kimya kimya bila kualika ndugu zangu ili wajue kila mmoja kunaleta jiko. Sawa kaka. Mimi kwa kweli niseme kwa hilo mimi nashukuru sana. Sababu nimeongeza sana kichwa nikasema hapana, lazima nilizungumze na wewe kwa sababu ili tuweke sawa. Mimi kama binadamu, kama nilivyokuambia toka mwanzo, huko nyumbani tushazoea maisha ya hivi. Wewe mwenyewe unajua kaka, si ndio? Naelewa kila kitu. Kwa kweli. Kwa ndio hivyo ndugu yangu, nataka nijitegemee. Nichukue jiko langu kabisa. Sawa. Ila ni kweli kama umechoka huko unakuja hata hivi ulikuwa unatusumbua usiku unakuja na gonga. Hapo umejiongeza sana mdogo wangu. Asante sana. Sasa ngoja nimuite shemeji yako. Sawa. Nimpe hizi taarifa na Isa atafurahia. Mke wangu. Jo. Changamka. Mke wangu huyo. Marahaba, habari shemeji? Jambo. Haya shem. Ulikuwa unaosha hivyo? Ndio mume wangu. Karibu sasa hapa. Sasa bwana mke wangu, tumeona hili jambo kwa sababu ni furaha kubwa sana. Unaona ba? Au vipi mdogo? Ni kweli kaka. Sasa huyu mdogo wangu na yeye ameona huyu kwa hiyo hapa anataka lete jiko aanze kujitegemea. Kitu kama hiyo. Ni jambo jema kabisa. Umeona bana? Kwa hiyo bana ameona aanze kujitegemea. Ni jambo jema, jambo la kumshukuru Mungu kabisa yani. Asante shemeji. Shemeji yangu huyo. Ndio mimi. Acha unafurahi mwenyewe. Unajua shemeji? Bwana wewe maisha sisi tushagazoea. Hata huko nyumbani kwetu kijijini. Ndio. Maisha kukaa kwa ndugu hapana kwa kweli. Basi hata hivi nimevumilia nimejiona kabisa na mabana sana. Shemu usijali kabisa. Asante sana. Sasa bwana mdogo, naam kaka. Ulikuwa unataka ulifanye nini hilo jambo? Hapo kwenye muda nilikuwa niliwaza nimeona iwe Jumatano hivi. Nataka mtu haraka. Sasa naam. Hapo amnashi. Mimi nachoenda kukifanya tutawaita watu hapa kamchango kapatikane ili tufanye sherehe. Unajua mtu anaenda kujitegemea analeta jiko. Hilo ni jambo jema. Hiyo ni nzuri kabisa, hiyo ni nzuri. Na yeye anakuwa ameingia kwenye watu wazima, wale wenye akili zao timamu. Ni nzuri asante sana. Kwa kweli bwana kaka mimi sema kwamba nazidi kukushukuru. Umeona kwanza kuja kunipa support, nitakushukuru nazidi kukushukuru kwa kweli. Kwa sababu ni jambo ambalo limenifika hapa. Umeona? Naona aibu. Ondoa shaka. Mbona bwana kaka? Kwa nitashukuru sana ndugu yangu. Afi kofi je kuisha. Bado unaye ndugu yangu. Wewe naye. Baba, nasubiri majibu kutoka kwako.
Hii niliipata Korea. Inaonekana homa. Haya kaka, mimi natoka kaza ndugu yangu Natoka zangu. Basi wewe kwa wapi? Safi kabisa. Hapo mdogo wangu amekuwa. Afadhali nimekuona. Sasa hapo Jumanne nitakuwa na shughuli. Shughuli gani? Yule mdogo wangu ataoa. Yule cheupe yule. Sawa rafiki yangu, hilo haina shaka, mimi nitakuja kwa shaya ya mdogo wako. Sawa. Kwa hiyo bana, tusicheleweshe muda kwa sababu niko naenda na kwa wengine bana. Nakuomba ufike. Mimi nitafika tu, ndio shaka. Sawa. Na hisi nitashukuru kwa hiyo. Sawa. Sawa. Kama nilivyokuambia, yani hiyo lazima ikae hivyo hivyo. Sawa, we kama nataka bia ongeza na nyingine baba, mimi nalipa. Kwani shida ni hela? Mambo si ndio hayo sasa. Sasa ulikuwa unafeli wapi ndugu yangu? Vitu vizuri kama hivi huwa hatuhangaiki. Wewe ongeza bia hapo, alafu hao wamenisubiri hapo, mimi nakuja. Hamna shida. Oa. Ngoja kwanza. Unasikia ndugu yangu? Niambie ndugu yangu. Sasa Jumanne nitakuwa na sherehe. Kwa sababu ile mdogo wangu anaoa. Yule white. Kwa sababu imeonekana si vyema nifanye kitu peke yangu wakati nina marafiki. Kwa hiyo hata hivyo nilikuwa nakutafuta. Na wewe mguu ulikuwa unakuja kwako. Sawa, nitafika na mimi. Sawa. Nitashukuru sana kwa hilo ndugu yangu. Sasa ndugu zanguni, nimewaita hapa. Kama mnavyojua siku yenyewe ndio siku kama ya leo. Siku ndugu yangu ya kuleta jiko, kwa sababu na yeye ameshakuwa mtu mzima sasa. Anaenda kujitegemea. Kwa hiyo nahisi ni jambo jema. Na nashukuru pia kwa ujio wenu, kwa sababu na nimependa mlivyoniunga mkono. Kwa hiyo ndugu yangu hapa mweusi, na we hapo, mimi nimependa sana michango yenu. Kwa hiyo na imani sherehe yenyewe inakaribia, kama mnavyoona. Ngoja kwanza, kabla sherehe haijaanza sasa, tulete kile kitu husika kwa ajili ya kuona mwalimu mwenyewe jinsi alivyo. Na hisi yuko vizuri hapa, wote tutafurahi. Jamani, pambe si pambe? Pambe! Jamani, pambe si pambe? Pambe! Kwa hiyo ngoja tumuite mwali wetu tuweze kumuona wote hapa. Na hisi wote mmenielewa. Kelele moja kwa nani? Nani? Ni kwa mwali. Ndio. Mbona mpigi kelele jamani?
Mambo gani haya sasa mdogo wangu? Mambo gani? Kwa hili ndio jiko sasa ulilokuwa unasema. Unajua jiko gani? Basi jiko la kupikia au? Mimi kwambia jiko la kupikia. Maskini ya Mungu, leo nimeyakanya. Kwa hiyo nimekusanya watu wote hapa. Nikiwa nimewaambia kuwa wewe unaoa. Ini sonko bobo unakwenda. Sasa nawaambiaje watu? Nawaambiaje? Ha 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 ha!